Tapeli wa Mchongo Season 2. Tapeli, you the pili, tapeli, you the pili, aka you the pili. Mwisho mababa mama hetoji, aka you the pili, tapeli. Hey. Kuna hela hapo imeingia kimakosa ni kama 800,000. Kwenye simu yako, kwenye simu yangu. Kwenye simu yako, hebu angalia chap chap kwenye message. Bro, kwani wewe nani? Wewe angalia tu, kuna hela nilikuwa namtumia mtu lakini imeingia kimakosa. Hebu angalia chap chap utaniambia kama ipo au haipo. Haya, ngoja niangalie brother sasa. Angalia hapo hapo, usikate simu. Tapeli, you the pili, tapeli, you the pili, aka you the pili. Mwisho mababa mama hetoji, aka you the pili, tapeli. Nimeona. Sasa fanya hapo issue kwa sababu mimi nimetuma hiyo hela kimakosa. Inatakiwa kila mmoja apate. Wewe tu nenda kwa wakala ukanitumia 500,000 ile nyingine ubaki nayo, lakini usitoe ya kwenye hiyo simu. Fanya kitu chochote au azima kwa mtu au fika kwa wakala umwambie kwamba hebu tumia hii namba 500,000. Alafu ile utatoa wewe kwa wakala, sawa? Sawa. Fanya hivyo. Haina shida brother. Fanya, sio kwa kinyonge, fanya, sawa? Maana tunashtuka na maana inafika sehemu wakati unaibiwa hata mtandaoni huko. Wewe usio na hofu, ni uhakika, si message ipo imejieleza. Yenyewe imeeleza. Haya poa, tumemaliza. Haya. Yes, miamala inaingia kote. Humu nimeingiza 800,000. Humu nimeingiza kama 500,000 kwa leo. Sasa hapa plana ya kesho. Okay, nimepata idea. Sasa hivi ni mwendo wa kuchapa tu. Rafiki amerudi aisangarao. Oa Julius, simama basi hapo. Julius, mambo vipi basi? Kama siku. Ise vipi Julius, nani mchongo wako umetiki? Yaani bora tu tungeendelea kufanya kazi ambayo ulikuwa unafanya pale. Yalionikuta kule. Yaani usimulia. Yamekukuta wapi yani Julius? Paka tunavyoongea hapa bwana Amos. Tayari nimeshaibiwa. Umeibiwaje yani rafiki yangu? Pale ulikuwa unasema yani kwamba yani nigugusa hauna. Sasa hivi nimeibiwa. Hebu niambie ukweli jamani. Unakumbuka bwana Amos? Siku ile tulikuwa tunafanya kazi pale. Nilikwambia kwamba kuna mchongo fulani umetiki wa hela, kwamba nimepata milioni. Ndio. Nilitoka hapa mpaka stendi. Nikaenda kupanda basi. Kuyafuata yale t-shirt ambayo nilikwambia kwamba kuna t-shirt inayafuata sehemu fulani. Ndio. Jamali niambia kwamba nimsubiri na kuna center kule, akaniambia kwamba niyasubiria hapo t-shirt. Ndio kabisa. Nilienda kuyasubiria, ni jamaa hakutokea mpaka yani nimemsubiria mpaka nikachoka jamaa kutokea. Wewe. Kwa hiyo na hapa nilipo jamani tayari imeshaibiwa jamani. Yaani ya ulimwengu haya. Unaongea hakika kabisa umeibiwa. Toka lini na kudanganya bwana Amos? Yaani ninavyosema mpaka sasa hivi tayari imeshaibiwa 200,000.
Jamani, sikumuuliza kwamba anaishi sehemu gani, tayari nimeshamtumia hela kwenye simu yake. Jamaa sasa hivi hapatikani, yani namba yake tu ni kila nikiipigia anasema inasemekana kwamba haipo. Jamaa tayari ameshanifungia. Sijui nitaipataje tu hiyo hela. Kwani wewe ulikuwa umemtumia shilingi ngapi? Nimemtumia 200,000. Ili usudi na yeye usudi atengeze mpango kutumia ile milioni 1 ile. Yaani tulikuwa tunatengeneza mchongo kwamba tufanye biashara fulani ili tupate milioni 2 tuzigawane sasa. Na yeye mimi milioni 1 na yeye milioni 1. Nilizania kwamba mchongo wangu umetiki, ila sasa hivi tayari imeshaibiwa. Labda rafiki yangu uende kwa mganga ukamrogee. Najua hapo umeibiwa 200,000. Wewe ni nani? Na umejuaje yote hayo? Tulia. Mimi ni mganga. Sema tu leo nimevaa hivi, nilikuwa na likizo, lakini mimi ni mganga, tena mganga mkubwa tu. Ndio maana nimeweza kubaini matatizo yako. Kweli si kweli? Kweli, nimeibiwa 200,000. Sasa hapo naweza kukusaidia. Inawezekana kweli? Kama kuna uwezekano wa kunisaidia, unisaidie mganga. Uwezekano upo, tena mkubwa tu. Mimi nina dawa zangu, tukimfanyia huyo aliyekuibia atazirudisha hizo 200,000 zako. Atazirudisha kweli? Kweli, niamini mimi. Kweli mganga? Kweli, ninachozungumza hapa sijawahi kudanganya mtu hata siku moja. Inawezekana kweli? Sasa unahitaji msaada au uhitaji? Yaani mganga, tena nilikuwa nafikiria yote. Yaani kama kuna msaada fulani unaweza kunisaidia, nisaidie mganga. Sasa kulingana na hilo tatizo lako, inatakiwa unipe 100,000 ulitatue hilo tatizo. Yaani nasikia mganga. Na mimi nahitaji kusaidiwa. Ila sasa hivi hela zote nimeshaibiwa. Sasa hivi hapa nilipo nina simu tu hapa. Kwa ile nyingine utaleta lini? Tufanye kesho kutwa, nitakuletea mganga. Yaani ukinisaidia akizirudisha zile hela, yaani nitakuletea na zawadi yako kabisa mganga. Nina simu tu hapa. Kama kuna uwezekano wa kunisaidia mganga, nisaidie. Hebu itolee tayari kabisa. Sasa hapa tutaanza tiba hapa kwa sababu mimi ni nabii, nimezaliwa na huu uganga. Kwa hiyo toka mdogo nina utabiri na imani yangu. Sawa mganga. Wanasema imani yako inaweza kuponya kitu au kutatua kitu kupitia imani yako. Kwa hiyo na wewe kama umeamini, nisaidie mganga. Sasa hapo geuka nyuma na ufumbe macho dakika 5. Sawa mganga. Usifumbue macho. Ukifumbua tu macho utakuwa umeharibu kila kitu, na tatizo hilo halitoweza kutatulika tena. Kwa fuata maelekezo. Nakutegemea mganga. Fumbe macho.
Tappily, tappily, you the peely, tappily, you the peely, aka you the peely. Wish on my father, mom had told you, aka you the peely, tappily, tappily.